Mimi nikuuliza swali moja. Ndio. Hivi wewe unaposikia neno Tanzania, kitu gani cha haraka kinakujia kichwani mwako ambacho kwamba hiki unaweza kuambia vijana kuhusu Tanzania, kuipenda Tanzania, uzalendo kwa nchi yetu? Kwa sababu wako baadhi ya wanasiasa wenye tabia za kiulaghai, wanawalaghai vijana kuichukia nchi yao. Sasa wewe ukisikia neno Tanzania unahisi ni nini, lakini unapaswa kuambia nini vijana wa Tanzania? Mimi ninaposikia neno Tanzania, kwanza kitu cha kwanza kinachonijia akilini mwangu ni bahati. Ni bahati kubwa sana kuzaliwa Tanzania. Nimeshapata bahati ya kuchungulia baadhi ya nchi za wenzetu nyingine ambazo tunakaribiana nazo. Hali yao ya kimaisha, namna wanavyoishi kijamii, si hali nzuri. Walau sisi hapa kuna watu wanasema sisi ni waoga. Sisi sio waoga, sisi ni binadamu. Sisi binadamu tuna utu. Na utu umejengwa kutokana na misingi yetu ya kiitikadi kama taifa, misingi yetu ya kiitikadi kama chama ambacho tunaongoza na tunatoa taswira ya uongozi kwa wananchi. Sisi ni wajamaa ambao tunaamini katika bahati tulionayo kuzaliwa Tanzania. Leo hii kwetu sisi kufanikiwa si sababu ya familia yako. Sisi kufanikiwa ni sababu ya juhudi zako. Madhali unafanya kazi utafanikiwa. Hautapata umaskini kwa sababu wazazi wako waliuliwa kwenye vita. Kwetu haipo. Sisi hautashughulikiwa kwa sababu wewe ni wa mrengo tofauti. Tanzania haipo. Ndio maana wapo watu wanafanikiwa katika mazingira tofauti tofauti. Hawana asili ya kuwa Chama cha Mapinduzi. Hawana asili labda ya kuwa wao ni sehemu ya Royal Families. Ila tunao matajiri ambao ni sehemu ya mafanikio na juhudi zao. Lakini mafanikio haya na juhudi hawezi yakaja kama nchi haina amani. Unatoa wito gani kwa vijana wa Kitanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Wito mkubwa ni kushiriki, kuto kupoteza haki yao ya msingi. Wasije wakaingia kwenye mkumbo wa watu ambao wana passport ambayo iko standby muda wote. Tumesema kwamba tunakwenda kushiriki uchaguzi kwa vijana wenzetu kuchukua nafasi kugombea na sisi tukawasupport. Lakini pia sisi kuwa sehemu ya kuhakikisha viongozi wanaoenda kushika hatamu ni viongozi ambao wanaenda kusaidia chama, viongozi ambao wanaenda kuisaidia nchi wakiwa na maslahi na mapenzi kwa nchi, na sio viongozi ambao wamekaa mguu mmoja ndani mguu mmoja nje wanasikilizia dili zao kwa watu ambao wamewatuma kama mambo yakiharibika wapite hivi. Hatutaki vijana namna hiyo. Kwa hiyo vijana wa Tanzania watumie nafasi yao, watumie fursa waliokuwa nao ya kuweza kuleta mabadiliko kupitia uongozi. Na uongozi huo ama mabadiliko wao watapata kupitia kushiriki kwao uchaguzi, kwa kuchagua, lakini wao pia kuweza kugombea nafasi mbalimbali. Unawaambia nini vijana kuhusu watu ambao wanatumia kauli zao za kiuchochezi kuwachochea juu ya mambo mbalimbali, lakini kama ulivyosema ili hali wao wengine wana passport mfukoni? Kubwa zaidi ndugu Emmanuel, kwanza hakuna nchi yoyote wala chama chochote duniani kinachogawa hela kwa watu. Hakuna serikali yoyote inaondosha umaskini kwa kuwapa hela watu. Watu wanapata mafanikio kwa juhudi zao. Serikali inachotakiwa kufanya ni kuweka mazingira mazuri. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imefanya hivyo. Tumetaja mambo mengi hapa ambayo ni sehemu ya serikali kuwawezesha vijana kuweza kufikia malengo yao, kupata mafanikio. Sasa mtu asije akaongopea watu nyinyi ni maskini kwa sababu ya CCM. Sio kweli. Wao Chadema leo hii wakipata nchi, nakwambia haitapita miezi 6 watu watawapiga mawe wawapopoe ili CCM irudi. Hiyo ni uhakika. Na najua hiyo bahati hawataipata hata kukaa mwezi. Sababu Chama cha Mapinduzi bado tunayo nguvu, tunayo ari, tunao uwezo wa kuendelea kukaa kwenye madaraka haya. Kwa hiyo vijana wenzangu, asitokee mtu akawadanganya kwamba umaskini wenu ni kwa sababu ya CCM. La hasha. Tunao vijana wengi matajiri na wala sio wana CCM. Ni kweli. Tunao vijana wengi wamefanikiwa wanalima huko wala sio wana CCM. Unataka kuniambia CCM ndio iliwapa hela? Ni wao kwa juhudi zao ndio walienda kupambana na kufanikisha. Kwa hiyo hakuna chama, hakuna serikali inayogawa hela. Waende South Africa. Wa Afrika Kusini wanafukuza mpaka Afrika wenzao ambao wanaenda kupambana South Africa kwa sababu tu wanaamini wale wanaenda kuwachukulia kazi zao. Lakini haimaanishi kwamba serikali ya South Africa inawapa hela raia wake. Ila mentality kuitengeneza, mkitengenezwa mentality ya kuogopana kama Watanzania wenyewe kwamba fulani ndio anasababisha umaskini wenu. Tunaweza tukafika huko kama South Africa, lakini kwa misingi mara uongozi wa Chama cha Mapinduzi hatutawezi kufika huko. Bora wewe uondokane usiwe katika sisi. Lakini nchi yetu ibaki salama, tusiwe sehemu ya kujengeana chuki, tusiwe sehemu ya kuleta machafuko kwa sababu tunaaminisha watu vitu ambavyo havipo. Juzi kuna mwanasiasa mmoja ameanza kutoa mpaka mifano kwamba wenzetu Msumbiji hii Tanzania bro. Huwezi kututisha sisi kama Msumbiji, yani kabla tujaja kama Msumbiji, yani wewe haupo. Hii Tanzania. Mimi nadhani kwa kiwango kikubwa na kwa kuendelea kutoa msisitizo, ni muhimu vijana wa nchi hii wakatambua kwamba sera za Chama cha Mapinduzi ni sera ambazo zinatekelezeka
na nchi yetu inaongozwa na sera, na sera miongoni mwazo ni sera za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sera nzuri za Chama cha Mapinduzi ndizo ambazo